Yeah, okay. So kwenye hii video leo nitaongelea kuhusu technical analysis. Naingia kwenye technical analysis na technical analysis tuko sehemu ya kwenye hii video nitaongelea jinsi ya kuplot au kuweka your zone support and resistance, jinsi ya kuplot your zone ya kwenye support and resistance. So kwa mfano huu nitakwenda na pair euro GBP USD kumbuka ukitaka kuweka zoni zako, ukitaka kuchora zoni mi na prefer kwenda kwenye time frame ya mwezi. Time frame ya mwezi ndio napendelea kuplot au kuchora support and resistance. Support and resistance kwa jina jingine wanaita supply and demand, au sio? Usambazaji, so supply and demand, uhitaji, si ndio hivyo? Or supply and demand. Kwa hiyo mi napendelea kwa mwezi, pia unaweza kwenda kwa wiki, lakini napendelea kwa mwezi kwa sababu mwezi naweza nikaona kila kitu hapa. So time frame ya mwezi itanionyesha data nyingi kwa miaka mingi ya nyuma. Kwa hiyo usiogope kuangalia nyuma ili uweze kufahamu what's going on. Kwa hiyo naangalia mpaka nyuma mwaka gani, 1971. Okay, ndio data unaweza kupata mpaka mwaka 1971. Kwa hiyo yeah. So kwa hiyo nitaonyesha hapa jinsi gani unaweza kuplot support and resistance level, ambazo hizo level ndio zitakuguide wewe sasa, zitakuguide wewe ukiwa una trade. Okay, ni muhimu sana. Hii ndio imeniokoa mimi trading yangu, imeniokoa trading yangu. So kitu cha kwanza, ukishakuja hapo kama hivyo, naweza kwenda wiki, lakini mwezi na suggest, na shauri mwezi ndio mzuri, kwa sababu hizi level za mwezi kidogo zina nguvu. Price ikifika katika hizi level hizi level mimi nazichukulia kama vile vituo vya station, mfano ya train au basi. Unaona kuna vituo vikubwa vile, halafu kuna vituo vidogo. Vituo vikubwa ina maana train ikifika katika vituo lazima isimame, ipakie abiria, halafu inaendelea na safari yake. Okay, halafu kuna vile vituo vidogo. Vituo vidogo utakuta train nyingine huwa haisimami kwenye vituo vidogo, lazima vituo vikubwa tu. Kwa hiyo vituo vikubwa ndio napendelea, vituo vikubwa, kwa sababu hizi vituo vikubwa support and resistance ni level ambazo ni kubwa, yani price, bei ikifika hapo ni lazima ireact, either irudi au iendelee. So that being said, nachukua triangle, rectangle ambayo ndo nacholea michoro. Kwa hiyo utatizama sehemu ile ambayo bei ya price imereact mara nyingi. Okay, so kwa mfano tunachukua hii hapa ya kwanza,
Nibadilishe rangi, napenda blue kidogo. What color is this? Yeah. Okay. So okay. Macron here. Kuja chini hapa. Nafikiri unaweza ukaona bei ilivyokuja chini, imetoka hapa. Hii hapa ni resistance, hapa ni support. Kwa hiyo bei ikifika hapa inashuka, ikifika hapa inapanda, ikifika hapa inashuka, ikifika hapa inapanda tena. Kwa hapa tunaona inapanda tena, itafika hapa bei. Kwa hiyo hapa, hii ni trading. Kama una trade utakuja, ikifika hapa bei aidha igeuke rudi chini au ibreak hapa na kuendelea juu. Kwa hiyo njia ya kuplot hiyo support and resistance kwanza, alafu ndio itakuguide jinsi gani utatrade kwenye hii market bwana. Itakusaidia sana 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 ukijua kuplot hii, kwa sababu hizi levels ndio huwa, tukirudi nyuma miaka iliyopita utakuta bei ikifika hapo ina react kwenye hizi level. Okay. No much but hizi hapa hii kuja hapa sababu imereact but hapa yeah, I think that is something like that. Okay. So hizi level nafikiri ukiangalia hapa, okay, bei hapa imegeuka, ilipofika hapa bei imegeuka, ilipofika hapa nayo bei ikageuka, ilipofika hapa nayo ikageuka. Hii unaona ikapanda hapa, ika break hapo. Mwanzo ilikuwa ni support, ika break ikaenda juu, fika rudi hapa, ikaifanya kama resist, kama sakafu sasa, alafu ikaendelea juu, unaona. So hii ni level hii, kwa bei kila ikifika hapa bei huwa ina react. Kwa hiyo the idea ya hizi level ni kukuguide wewe, kukuongoza kwamba, kwa sababu okay, ikiwa hii chart ikiwa uchi kabisa, si ndio utakuwa unaelewa kwa inaenda chini, lakini wengine wanakuwa wanaelewa imeenda chini, wanakuwa na level. Lazima kuwa na level ambayo bei inaenda ku react. So mimi hapa napenda kuplug hii yote. Nimejifunza kwa mentor mmoja hivi anajiita Dapo Willis. Shout out to Dapo Willis man. Amebadilisha sana maisha yangu, amebadilisha sana jinsi ninavyoelewa soko na jinsi ya kutrade. Na hii ni njia yake ya kutrade. So hizi level kweli zinasaidia, kwa sababu ukesha price kama sasa hivi hapa imetoka hapa chini imereact, unajua kabisa inaenda wapi. Okay, unajua kabisa inaenda wapi, kwa sababu unajua hii ndio level kubwa, ndio station kubwa, kituo kikubwa. Kwa hiyo bei itakuja hapa tena, ifika hapa ndio kuna wauzaji, bei inaweza ikashuka au wanunuzi wakaendelea kununua ikaenda mpaka huko juu. Okay, hiyo ni moja wapo. Alafu kuna zile minor level. Sasa kwanza tuangalie hizi ni big level, kuna vitu vidogo. Mfano hapo ukiangalia katikati hapa kuna sio sana si kama unaweza kupata major level. Let's try to see if there is a major level we can plot here. Okay, so hapa bei imekuja kweli ka react ikapeleka nini bei mpaka juu huku, alafu ka react hapa tena ikaipeleka mpaka juu.
baada ya hapo hapa ika react. So somehow yeah, unaweza ukaweka major level. Yeah, this is I think iko sawa, major level pia hii. Okay, hii major level tunaweza ku consider sababu bei imereact ikifika pale mara nyingi. Yeah, ndogo kidogo, fanya nyembamba kidogo, sababu ukaenda kwenye lower time frame itakuwa inaonekana nene. So that's how to plot your major level. Ukishamaliza mwezi unarudi weekly, unaweza kuadjust hapa kama kuna kitu umeona labda haijakaa vizuri. Hizi level zako hizi zone hizi ni zone unaita, ambayo ni level vile vile unaita, ni sawa tu, same thing. Kama haijakaa vizuri basi unaweza ukaadjust. So kwenye kuplot hizi level mwezi, weekly au daily time frame unaweza ukaplot, okay, kwa sababu zinakuwa ziko strong sana. Ina maana bei ifika pale haiwezi fika blast, yani ikapita, lazima i react, kuliko ukiploti nini zoni kwenye masaa mawili ya masaa manne inakuwa haiko strong zaidi. Kwa hiyo hii hapa nimejifunza ndio inasaidia, zoni zake zinakuwa strong sana. So hapa nimerudi kwenye weekly. Unaweza ukaadjust au kama uko sawa. So now ushajua okay, bei inaenda wapi, bei isha react kwenye hii support, kwa hiyo ina maana inaenda zake juu. Hii hapa resistance, kwa hiyo unajua kabisa bei ikitoka hapa inaenda hapa, okay, na hapa napo ikipita hapa unajua inaenda hapa. Kwa hiyo hii ni kama inakuongoza, na kwa rahisi sana kutrade na kuongoza, kama unajua kabisa hapa ikibreak hapa hakuna sehemu nyingine inaweza kusimama, moja kwa moja itakwenda huko, okay. Ikibreak hapa inaenda hapa, okay. Hapa ikishindwa kubreak unajua kabisa itarudi hapa, haiwezi kuoka katikati, labda itakuwa consolidate, lakini katikati haiwezi kukaa tu bei, yani ina maana ikishindwa kubreak hapa bei itarudi hapa. Kwa hiyo unakuwa umeshajua kabisa. So hiyo ni weekly. Unaweza kuja daily kuangalia sasa trading, sasa opportunity, jinsi ya kuweza kuingia kwenye trade, okay. Ukija daily 4 hours na mpaka sometimes 1 hour, yeah, sometimes narudi mpaka 1 hour kuangalia opportunity trade. So unaona zone, kutoka hii zone ya chini hapa kwenda zone ya juu hapa, unaweza ukatrade hapa miezi, sio mwezi, miezi. Unaona uzuri ya top down analysis. Top down analysis ndio naipendaga hapo. Hapo unaweza ukakachi ukatabiri 1,200 pips, miezi miwili, miezi mitatu, una trade tu pair moja, okay. So that is how you plot your zones. And baada ya mwezi ukija wiki unajaribu kuadjust kidogo, kurekebisha au kuboresha, na daily vile vile, alafu 4 hour time frame au 1 hour time frame ndio unaangalia kwenye opportunity ya kutrade. Kwa hiyo wewe hapo ushajua hapa bei inaenda juu, kwa hiyo ina maana kazi yako kuangalia nini, kuangalia tu buy, okay. Kwa hiyo ndio rahisi, hiyo ndio jinsi ninavyo trade mimi sasa hivi. So tukifika kwenye jinsi ya kuingia kutafuta opportunity, jinsi ya kutrade, ya kuingia kwenye trade huko, tutafika huko kipindi yake kifika, basi nitakuonyesha jinsi gani, nitaweza kushare jinsi gani unaingia kwenye trade. So kwa sasa hivi ni jinsi ya plot your support and resistance, na naweza tukaenda tukachukua pair nyingine, mfano mwingine mwisho. Let me go for
wanichukue USD Swiss franc. Okay, USD Swiss franc, ngoja tena kwenye mwezi, nitoe michoro yote ambayo ipo tayari, then remove again. Mwezi na kuonyesha kila kitu. Ukiangalia nyuma huko kama unavyoona hakuna so tunaanza kuplot our key resistance, key level, plot key level. Hapa haiko mzuri sana, ila let me go, ngoja nichukue pair ambayo kidogo inakuwa haina, iko vizuri kidogo, at least na ni rahisi kuona na Australia, tuchukue Australia dollar. So there you go. Go fresh. So tunaenda kuplot key level again. Tunaangalia the obviously one ambao mimi siku zote naanzaga na chini hapa. Key level, sio key level hapa na clone tu. Naangalia sehemu ya obviously, yani pale price ambayo imegota ikashindwa kupita. Unachukua hizo za rahisi kwanza ambazo unaziona rahisi kwanza, alafu baadaye unakuja kurudi kwenye hizo ambazo kidogo zinakuwa zimejificha ficha. So this is one here, another one there. Trust me man, ukishazoea hii itakusaidia sana kwenye kutrade. Bam, there you go, your key level. Hapo katikati labda kusema minor level. Minor level ni zile vitu vidogo vidogo ambazo baada nitakuonyesha jinsi ya kuplot hizo, lakini kwa sasa hivi monthly key level. Okay, key level ya mwezi, tukuja kwenye wiki kuja ku adjust kama kuna kitu chochote cha ku adjust hapa. Ukiangalia hapa nafikiri kila kitu kiko sawa. Yep, levels ya okay. Labda hapa kidogo shusha chini kidogo, itouch pale na pale. So unaweza ukaona so this is minor key level kama hapa mfano unaona hizi hapa katikati hapa, bei ilikuja hapa ikawa ina consolidate, imegonga gonga hapa, ikawa kuna kama support hivi au resistance, kama ikirudi chini kama kuna resistance fulani hivi ambao unatumia rotated rectangle ya kuplot minor key level. This minor. Kwa hiyo hii hapa itakuonyesha kwamba bei ikifika hapa inaweza ikaleta tu, yani ikagomewa, lakini sio kwamba inaweza kwa sababu of course inaweza bei ikashuka, but it's ni kama vile tu kukupa heads up bana, angalia hapo, kuna traffic, kuna traffic hapo mbele hapo, unaona bwana, unaweza kukusimamisha au wakakuachia ukapita. Okay, lakini hizi hapa tunajua kwamba tumetoka hapa kwenye hizi is the major level, hizi vitu vikubwa, tutakwenda kwenye kituo kikubwa chengine niki hapa. It's no doubt, we know that. Okay, hapa ni minor levels. Okay, kama nilivyokuambia ni kama vile traffic bana, kuna traffic hapa mbele, anaweza kusimamisha au asisimamisha, lakini tunajua tunaenda kituoni. Kituo chetu sio kituo chetu kwamba tutasimama, ndio sio kituo cha basi, ila kuna traffic tu hapa, ni kama ile traffic. Lakini kituo chetu ni hiki hapa. Tumetoka kituo cha chini hapa, kituo kikubwa, tunaenda kituo kikubwa. Hiki ni kituo kidogo tu, ambacho kama kuna abiria kapiga simu kwamba anasubiria basi tukifuata tutampakia, lakini kama hamna tusimame.
lakini hapa lazima tusimame kwa sababu kuna kituo, kuna ofisi, na hapa kuna kituo, kuna ofisi, na kuchukua mfano wake, you know. So that is how you plot your key level. Ina maana price hapa hapa tunajua tunaenda hapa hapa, na hapo ikibreak tunajua tunaenda wapi, tunaenda zetu huku. Kuna minor nazo, kuna minor hapa, kisha break hapo utajua kuna minor hapo, na unaweka nini minor levels, una draw your minor level, alafu yeah, hapa bei ikifika hapa isipo break hapa tunajua kabisa tunaenda hapo, tunashuka zetu tena huku. That's how I trade, and yeah, imenisaidia na inanisaidia sasa hivi mpaka kuwa consistent kwa sababu ya hii. So that is how to plot your key levels and the minor level. Okay, so yeah, that's the weekly, and again we could the daily. Angalia opportunity daily, as you know, kama hivyo hapa bei inaonekana kabisa imeisha ime break na ina retest hapa. Okay, nimesema tu minor levels, unaona. Kwa hiyo unaona biashara hapa, ita biashara bei hapa imekuja ime break, itarudi ita retest, kisha retest maana yake itakuwa fanyaje, itakuwa sasa support, sasa inakuwa support, isimame, ipe nguvu, iendelee kwenda juu. Okay, that is how support and resistance, how you can plot your support and resistance and uh, minor levels. Okay, so again, ndio maana unaona hizi level nilikuwa napunguza ziwe nyembamba, kwa sababu ukirudi kwenye small time frame unaona zinaonekana pana, lakini kwenda kwenye monthly inaonekana ndogo. Kwa hiyo ndo wakati mwingine unakuwa unazipunguza, unazifanya nyembamba kidogo, itakuwa kama ukirudi kwenye 4 hours na nini, you know, inakuwa kidogo yeah. Okay, that is how you plot your key levels, and you can even back on the 1 hour, and you can see hapa tayari price imereact, imekuja kwenye minor level, pam pam. Now we're looking for I think this trade I'm gonna nitachukua hii trade hii wiki ijayo. I think I can see opportunity. I can see the opportunity. Yes. I can see the opportunity. I like this. But yeah, I love it. It's good setup. Okay, so that's it. How to plot your